Yesu nakushukuru, Yesu nakupenda. Hakuna mwenye neema kama wewe, hakuna mwenye upendo kama wewe. Niseme nini mbele zako e Bwana? Niseme nini mbele zako e Mfalme? Niseme nini mbele zako Masia? Niseme nini mbele zako Mesaya? Oria mashada makaya mahanta razo gada ya mahando robokori ya Masia. Wewe ni mwaminifu kila wakati, hata pale ambapo tunakurudisha msalabani kupitia dhambi zetu, lakini wewe bado ni mwaminifu kwetu. Baba, tuseme nini mbele zako Yahweh? Rabo shenda rabakaya mahanta razo gada ya mahante rebo shanta ropokori ya masaka ya mahaya. Mwambie Mungu wema wake juu ya maisha yako. Mwambie Bwana, kama usingekuwa pamoja nami na Israeli aseme sasa, lakini wewe umekuwa mwema sana Bwana. Oraba shanda bakaya mahanta rapokoria maseketere bokoria rabashanda rabakoria masaya. Tazama maadui zangu walipoinuka kunitafuta, lakini wewe Mungu ulikuwa pamoja nami. Niseme nini mbele zako mtakatifu? Niseme nini mbele zako jemedali? Niseme nini mbele zako Masia? Orabashenta rabakoria Pamchach. Ukisema una dhambi unajidanganya nafsi yako wewe mwenyewe. Piga magoti, twende tukaombe rehema mbele za Bwana. Sema katika jina la Yesu. Mungu wa madhabahu hii, ninanyenyekea mbele zako muda na wakati huu. Ninaomba rehema Bwana. Ninaomba unisamehe Bwana kokote nilipokukosea. Tazama mimi ni mwenye dhambi. Kwa namna moja ama nyingine nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Yesu Kristo, ninaomba rehema. Ninaomba unisamehe Bwana. Ninaomba ukanitumia asubuhi ya leo. Ninaomba Yesu, unapodhuru wengine usinipite. Tazama mimi kweli ni mwenye dhambi. Yakini nimesengenya siku nzima. Yakini nimesema uongo. Yakini nimetamka mambo mabaya kwa ajili ya watu wengine. Mungu, ninaomba rehema, hata kuwaza mabaya ndani ya moyo wangu. Mungu, ninaomba rehema, ukanisamehe leo. Ukanitakase kwa damu ya Yesu. Yakini wiki nzima hii sijaweka mahusiano mazuri kati yangu mimi na wewe. Mungu, ninaomba unisamehe, ukanikubali. Ukanikubali siku ya leo Mfalme. Ukakubali maisha yangu Mfalme. Bwana, ninaomba rehema. Ninaomba rehema juu ya watoto wa Pamchurch wa kweli. Mungu, ninaomba rehema juu ya madhabahu hii Mfalme. Bwana, utusamehe, ututakase. Bwana, ukatukubali asubuhi ya leo. Watoto wako tumekusanyika kwa ajili ya kusikia neno lako, kwa ajili ya kusikia uwepo wako tena. Tunatamani unene kitu juu ya maisha yetu. Tunatamani useme kitu juu ya maisha yetu. Tunaamini kwako kuna rehema Bwana. Tunaamini kwako kuna msamaha Bwana. Tunaamini kwako kuna tumaini jipya. Bwana, turehemu. Chunguza mioyo yetu Baba. Chunguza nafsi zetu Baba. Peleleza mioyo yetu Bwana. Tunaomba rehema asubuhi ya leo. Utusamehe Bwana wa mabwana. Utusamehe simba wa kabila la Yuda. Utusamehe jemedali wa vita. Bwana, tunaomba rehema. Tunalia rehema Bwana. Yakini nafsi zetu Bwana zimejaa chuki kwa ajili ya watu wengine. Tusaidie, tusamehe Bwana Mungu wa mbinguni. Bwana, turehemu. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba tusamehe Bwana. Yakini miguu yetu tulikanyaga mahali pabaya pasipo kupendeza wewe. Mungu, turehemu. Baba, tusamehe. Bwana, tuoshe. Ukatukubali majira haya, muda huu Bwana. Uturehemu watoto wako Baba, tunapoenda kusoma neno Baba, tunapoenda kuomba Baba, tunapoenda kukusifu Baba, tunapoenda kukuabudu. Acha mbingu yako kafunguke. Acha mbingu yako katujibu siku ya leo Bwana. Isiwe siku ya kawaida. Ndio maana leo tumekuja jinsi tulivyo Bwana, kutoka mbali na karibu. Baba, uturehemu. Baba, utusamehe. Baba, utuoshe. Bwana, utukubali. Razogada ya mahanta. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, unisamehe, mimi ni mtoto wako. Ninaomba rehema zako Bwana. Usiniache mimi peke yangu. Kuna mahali niliumia. Kuna mahali watu waliniumiza. Bwana, nikashindwa kusamehe wengine. Mungu, ni rehemu. Na ninawaachilia wote walionikosea siku ya leo Bwana, ili nisiwe na kizuizi chochote cha kukutana na wewe. Mungu, ninaomba unisamehe. Ninaomba unioshe. Ninaomba unitakase kwa damu ya Yesu. Damu yenye thamani. Damu yenye ushindi. Damu yenye uweza. Damu ya Yesu. 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 Damu
damu ya Yesu ikanipe upatanisho na wewe Baba. Sina rafiki wa kweli, ni wewe tu. Sina pa kukimbilia kwingine, ni kwako tu. Baba, unihurumie leo, ukanikubali leo, ukanipe nafasi nyingine leo, ukaandike historia mpya juu ya maisha yangu leo, kupitia rehema zako Baba, kupitia msamaha wako Bwana. Razogada ya mashanda rabakaya oria maseketa ya makori ya masaya. Yuakini kuna mahali ambapo nimefanya kabisa kiburi. Yuakini kuna mahali kabisa nimeona kabisa hapa sijafanya vizuri. Mungu, ninaomba unisamehe. Lakini kuna mahali nimefanya vibaya. Hata kwenye huduma yangu nimefanya kazi yako kiulegevu. Hata kwenye kuomba pia nimeufanya ulegevu. Hata kwenye utoaji pia Bwana nimefanya ulegevu. Ninaomba unisamehe ukanikubali. Ninaomba unisamehe ukanikubali. Ninaomba ukanisamehe ukanikubali. Ukanikubali tena Bwana. Razogada ya mahantere bakaya. Shanto robo koria masaya Mungu. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema. Tunaomba rehema. Tunaomba rehema. Utusamee Baba. Samee kanisa lako la Farm Church. Samee Bwana. Tusamee mfalme wa mbinguni. Tusamee simba wa kabila la Yuda. Tusamee jemedali. Razogada ya mahanto. Samee kanisa lako Baba. Yuakini watoto wako kuna mahali walikukosea. Wengine walizini kwa kuona, wengine walizini kwa kusikia, wengine walizini kwa matendo. Baba, tunaomba rehema siku ya leo. Utusamee Baba. Tusafishe leo uchafu wetu wote. Yesu Kristo, hatuna Baba mwingine, ni zaidi yako tu Mfalme. Hatuna kimbilio jingine, ni wewe tu Bwana. Rababa shanda rabakaya mahanto. Yesu turehemu, Yesu tukubali, katika jina la Yesu. Farm Church imekuwa katika jina la Yesu. Mungu wetu atusamee dhambi. Haleluya. Sema katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunaalika uwepo wako katikati yetu. Roho Mtakatifu, ukanisaidie, ukanisaidie. Omba, nahitaji kusikia watu wanaomba. Sema Roho Mtakatifu, ukanisaidie, 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 ukanisaidie. Asubuhi ya leo ukanijaze uwepo wako tena. Nisikie jina lako tena, nisikie uwepo wako tena, nisikie neema yako tena. Oraba shada bakaya mahanta. Mwambie Roho Mtakatifu shuka, piga mikono yako, mwambie Baba nakuhitaji. Mwambie Bwana nakuhitaji. Ninakuhitaji katikati yangu. Ninakuhitaji kwenye moyo wangu. Ninakuhitaji kwenye fikra zangu. Tawala hisia zangu, tawala mawazo yangu. Roho Mtakatifu, nina kiu na haja na wewe. Nina kiu na haja na wewe. Roho Bwana shuka. Roho Bwana shuka. Roho Bwana shuka. Nijaze Baba. Tawala anga mahali hapa. Tawala hali ya hewa mahali hapa. Tawala ardhi ya mahali hapa. Roho Bwana, tutawale leo. Tujaze leo. Rababa shanta rabakoria. Mwambie ninakutamani, 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 ninakutamani. Nijaze Baba, jaza moyo wangu, tawala hisia zangu, tawala mawazo yangu. Roho Mtakatifu, nijaze Bwana, nijaze uwepo wako. Rababa shanda rako zagada ya mahanta, razuga dia mahanto, shada bakaya mahanda, razogada ya mahanda, ropokori ya masia. Roho Mtakatifu, nijaze Bwana, nijaze Bwana, nijaze Bwana. Jaza maisha yangu, nijaze Bwana, niweze kukusikia, niweze kutembea katika kweli yako. Roho Mtakatifu, nisaidie leo, nisaidie leo. Rababa baba shanda makaya oria masaya orabakano razogadaya masia ropokoria masikia ropo shanda rabakato razogadia mahanta rapokoria masaya oria mashanda rabakaya orababa sikia Bwana. Roho Mtakatifu, sema katika jina la Yesu. Mungu wa madhabahu hii, inasimama kinyume na kila mipango miovu ambayo adui ameipanga kinyume na mimi na maisha yangu. Piga makofi yako. Omba, sema nakataa kila nguvu zote za giza.
Sambaratisha kila mipango miovu ya shetani juu yako, roho zinazokuhubiria unapokemea, unapotoa sauti, ile roho inakuachia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasambaratisha kila nguvu zote za giza ambazo zimeinuka kunipinga siku ya leo, kutoka upande wa baba yangu, upande wa mama yangu. Ninakataa katika jina la Yesu, zipigwe kwa moto na kwa damu ya Yesu. Kila ngome zote ambazo zimeinuka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, kila maombi mabaya yanayofanyika kinyume na mimi, ziharibiwe kwa damu ya Yesu, ziharibiwe kwa jina la Yesu. Ninakataa kila mamlaka zote za giza kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Raba shanta raba koria masaya. Ninafuta kila matamshi mabaya, ninafuta kila maneno mabaya kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, yaliyotamkwa kinyume na mimi, kinyume na maisha yangu, kinyume na familia yangu, kinyume na taifa langu, kinyume na huduma hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pamchache chapie Bwana makofi. Sema katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, shika moyo wako. Mwambie Roho Mtakatifu, tawala moyo wangu, tawala moyo wangu, tawala moyo wangu, nitumie vile upendavyo na sivyo ninavyotaka mimi, bali unavyotaka wewe. Jiombe, ombea moyo wako, mwambie Roho Mtakatifu, nitumie vile upendavyo wewe na sio mimi ninavyotaka. Raba shanda bakaya maanta. Endelea kuomba, endelea kuomba, mwambie Mungu, tawala moyo wangu. Mwambie Mungu, tumia moyo wangu leo, maana hapo ndipo ndio chemchemi ya uzima. Mwambie, chukua maumivu yangu leo, ninaomba utawale moyo wangu, uondoe chochote ambacho si cha kwako. Raba kata ya mahata. Natamani nikuone, nione uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, nione uzuri wako, nikuabudu, nikuabudu. Endelea kuomba, mwambie Mungu, nataka samani ukuone. Raba bashenda raba kato raba sekeri ya masaya. Shada baba sakata ya mahanto. Raba baba seketa ya bahaya. Funga macho yako wewe, mwambie Bwana nakuhitaji. You
wengi kule kwenye kazi, kwenye biashara, nyumbani. Je, unalitangaza neno la Bwana? Unaambia wema wa Mungu watu? Na unakinywa wewe. Amina. Wewe fanya kazi yako, afu kazi ya kuleta watu kanisani ni Mungu mwenyewe anafanya. Wewe fanya kazi yako. Haleluya. Fanya nini? Unakuwa una deni na Mungu. Amina. Usione aibu. Yesu anasema, wale watu wanaonionea haya mimi, na mimi nitakuja kuonea haya kwa Baba yangu wa mbinguni. Amina. Kuonea nani? Haya. Ndio maana yeye mimi sitaona haya kukusifu kweli. Wewe unamwonea haya leo Yesu, kuambia kwamba watu Yesu anaweza. Yesu anaokoa. Amina. Yesu anafanya nini? Anaweza. Anaokoa. Usiongee tu. Wakati wa Yesu kurudi umefika. Kama una maneno mengi, ongea maneno matatu tu. Haleluya. Unakuwa una deni. Najua neno ni roho. Neno ni roho. Unavyoongea na watu linaingia katika akili za watu na mioyo yao. Unakuwa umepanda mbegu wewe. Kwa sababu Mungu anaika agano, mimi mwezi mzima nitakuwa naenda kila wiki naenda kuhubiria watu hawa kwa daftari lako. Watu hawa hawili. Amina. Na ukiwaambia Mungu naingia agano na wewe, nataka unibadilishie biashara, nataka unibadilishie kazi. Lakini mazingira ambayo upo yani yanakulimit kuhubiri neno la Mungu. Amina. Kwa unaingia agano na Mungu. Kwamba Mungu, nafanya kazi yako, naomba ufanye kazi yangu. Naomba unisaidie. Ninawapenda wale wanipendao, wanaotafuta kwa bidii wataniona. Kutafuta kwa bidii Mungu sio kuja kanisani tu. Kuna nafsi nyingi huko barabarani zinaumia. Kuna watu wengi ni walevi, kuna watu wengi wamekata tamaa. Kuna watu, sioni hata watu wanaendesha magari, wana shida hao. Usioni watu wana majumba makubwa, wana shida hao. Wakimpata Yesu wako leo, maisha yako wewe yanaweza kubadilika kupitia mali zao ambazo Mungu amewapa. Amina. Kuna watu wana fedha, kuna watu wanalala mahali pazuri. Wewe ukienda kuangalia sasa, mimi nalala chooni. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amani hawana. Si tumeelewana? Kwa sikutishi. Ukiwa na Yesu ndio umepata amani wewe. Kama una Yesu ni bure. Ni bure. Kuna watu wanakaba usiku. Kuna watu wanatoka usiku wanakuta wamelala nje. Kuna watu wanalala na manyoka kitandani. Watu hajui anatoka vipi, ndio ameingia hajui anatoka vipi. Lakini kuna watu ambao Mungu amekusudia wewe na mimi tuwakomboe, watoke pale, wamjue Yesu. Unaweza kutana naye au ukabarikiwa. Hapana. Unaweza kuwa na jumba kubwa hana mtoto. Unaweza kuwa na mali hajaolewa huyo. Ana shida. Amina. Usione haya. Haleluya. Usione haya. Kumfanyaje? Kuhubiri Injili. Kumtangaza Yesu. Yesu anasema ukinionea haya mimi, na mimi nitakuja kuonea haya kwa nani? Kwa Baba yangu aliye mbinguni. Siku ya mwisho. Kama anasema simtambui wewe, kwa alijua kweli, lakini ile kweli ya kuifanyia kazi alikaa nayo. Hizo kwa mkoka miaka mingi, lakini uko mbinguni hizo kalaishwa pembeni. Kwa nini kutumikia? Mbona njia zangu ziko vizuri sana? Mbona imekuaje? Amina. Kumbe kuna watu, maelfu ya watu ambao Mungu amekuandalia huko nyuma uokoe wewe, unaweza. Haleluya. Wangapi wananielewa? Una nini? Anasema jua litakupata mchana wala usiku, wala mwezi wakati wa usiku. Jua ni shida, ni matatizo, hawezi kukupata mchana wala usiku.
Amina. Haleluya. Wangapi wamenielewa? Hakikisha unampenda Yesu kweli. Amina. Unaweza kumpenda Yesu, Yesu akakutetea tu, akakupigania tu. Hata kuna vita kubwa, hata kuna mchawi amekuandalia hata mtego hapo, unashtukia unapita katikati ule mtego na ukuzuru. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Unampenda na yeye anakupenda na anakuazia leo mema. Tumekuja duniani sio kuzurura, tumeambiwa na pastor. Tumekuja duniani kwa ajili ya kuzaa matunda, na hayo matunda yakae. Amina. Kwamba kiangalia, kuna binti mmoja hivi Favor nilikutana naye mahali fulani. Yule binti akaniambia, hivi unajua Yesu anakupenda dada? Hivi unajua hakuna furaha kweli zaidi ya kuwa na Yesu? Hebu leo mpokee Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Afuone maisha yako jinsi yanavyobadilika. Pale takataka maisha yako. Kwa kumpokea Yesu maana yake nini? Amina. Haleluya. Unaanza kumwelezea kwamba unasema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tayari katika Mungu wa roho umeshamsaidia sana nini? Ya toba. Amina. Akitaka namba zako umpe. Huna namba, toa namba ya kanisa. Utaondoka, yule mtu atajiuliza. Amina. Kwa nini kawapita wale wote? Kwa nini kaja kwangu? Umenielewa? Atakuja kutafuta. Kukutafuta hata akiwa peke yake. The way jinsi ulivyoanza naye. Kwa sababu katika Mungu wa roho anatumika kama malaika. Amina. Kija ukaondoka akiwa peke yake, anamuuliza Mungu au malaika wanakuja kumshuhudia the way jinsi ulivyomshuhudia. Mungu anaweza akaja akamshuhudia tena kitu kidogo tu. Au unaweza kuondoka Mungu akaruhusu janga dogo tu pale pa, lakini akawa hakufa, hajaumia, hajafanya chochote. Umeelewa vizuri? Kumbe tayari katika Mungu ameshakomboa ile nafsi ya mtu. Amina. Amina. Kuna watu wanahitaji kumjua Yesu, wajue wanapataje? Hawamjui wanampataje? Amina. Hawajui. Na kuna wengi wameumizwa kwenye makanisa huko. Kuna watu wengi wamekuzunguka nyumbani. Je, umehubiria watu wangapi? Swali langu. Watu wanamjua Yesu wako? Watu wanamjua Yesu wako? Muulize jirani yako, unahubiria watu wangapi kanisani? Kila mtu ongea na mtu. Unahubiria watu wangapi waje kanisani? Tembea na neno hili linasema hivi. Na wapenda wale wanipendao, wanaonitafuta kwa bidii wafanyaje? Wataniona. Kaa nalo kichwani. Na neno lingine, wapili. Wale watakaonionea haya mimi, na mimi nitaonea haya kwa Baba yangu wa mbinguni. Tembea na mistari hii, andika. Alafu kaitafakari ni mistari miwili. Na wapenda wanipendao, na wanitafuta kwa bidii wataniona. Na yoyote atakayenionea haya mimi Yesu, na mimi nitamwonea haya kwa Baba yangu aliye juu mbinguni. Utafakari. Kama unapoamka asubuhi, soma mistari miwili. Alafu utaona namna gani unavyosikia uchungu kwa ajili ya watu wanaokunywa pombe huko, wanajiuza. Na kuna watu unawafahamu kabisa wanavuta bangi,
Kuna watu unawafahamu wanafanya mambo mabaya. Kuna watu unawafahamu kabisa wanakesha baa. Kuna watu unawafahamu kabisa wanakunywa pombe. Kuna watu unawafahamu kabisa wanawalawiti watoto wa watu, lakini hata siku moja hujawahi kuambia na wewe umeshajua kweli. Kuna mtu kabisa unajua ni mwizi, konki, anaiba, lakini hujawahi kumhubiria. Kumbe ni mtumishi wa Mungu huyo. Unaweza kumhubiria kesho akaokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunatamani kanisa letu liwe na watu wengi. Sio watu tu. Watu wanaomjua Mungu na kumpenda Mungu katika roho na kweli. Amina. Haleluya. Amen. Tumeelewana? Weka mkakati. Kwa mimi kila mwezi afu njoo nipe idadi ya watu uliowahubiria, hata 2 3 kwa mwezi, labda wangapi kwa wiki. Njoo tutaomba pamoja. Amina. Kwa usijidai kichwa kigumu. Wengine mambo mengine hayawezekaniki mpaka kufanya injilisti, kuomba, kuhubiri injili. Amina. Ndio kwa umefunga na kupiga na kukemea, hiyo hali ya kuachia. Mwambie sasa, Bwana Yesu, naingia barabarani. Mimi na wewe, njoo mkono wangu wa kuume. Nipe kibali. Amina. Unaingia barabarani. Unahubiria watu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mkaribishe jirani yako. Karibu. Zunguka, washike watu 2 3. Ambie karibu tena nyumbani mwa Bwana. Nimefurahi kuwa nawe siku ya leo. Nimefurahi kukuona siku ya leo. Nimefurahi kwamba tumebarikiwa pamoja siku ya leo. Ambie karibu tena. Karibu tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutaenda kujifunza siri ya picha. Siri ya picha, fumbo lililojificha katika picha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kabla ya hayo, mtumishi wa Mungu Nabii Debora ametufundisha kwa habari ya kuvuna nini? Nafsi. Nataka tu nisisitize eneo hilo. Sawa? Kama ulikuwa hujui siri ya mafanikio, siri kuu, yaani siri kuu ya mafanikio, ya kufanikiwa, siri kuu ya kufanikiwa, maana yake ombi lako lolote utakalolipeleka mbele za Mungu lipate fanyaje? Kujibiwa. Sasa leo nakupa hiyo siri, ipo katika kuvuna nafsi. Na sio tu uvune hiyo nafsi, kuna kuvuna nafsi na kuhakikisha ile nafsi inafanyaje? Inakaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, siri kuu ya kufanikiwa ni kuvuna nafsi. Yaani ukiona kwamba umeomba majibu yako yanachelewa, unaishi katika wokovu, uoni matokeo, wekeza nguvu zako katika nini? Kuvuna nafsi. Weka nguvu zako katika kuvuna nafsi. Unapovuna nafsi na ukahakikisha ile nafsi inakaa, sio tu umevuna ukaiacha. Kuvuna na ile nafsi fanyaje? Ikae. Twende katika kitabu cha Yohana 15
16. Fungua Yohana 15:16. Nasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Nami nikawaweka mwende mkafanyaje? Mkazae matunda, na matunda yenu yapate kufanyaje? Yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Lolote mfanyaje? Muombalo Baba fanyaje? Baba awapeni. Sawa? Kwa ukitaka lolote utakaloomba liweze kupata majibu papo kwa hapo, wekeza nguvu zako katika nini? Kuvuna nafsi. Wekeza nini? Nguvu zako katika kuvuna nafsi, kwa sababu mwisho wa siku utakapoulizwa, hutaulizwa ulimiliki nyumba ngapi, ulimiliki magari mangapi, ulishiriki ibada ngapi duniani. Mwisho wa siku utaulizwa ulifanya nini kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ulizikomboa zile nafsi ngapi na ukazitunza, ukazielekeza kwenye ufalme wa Mungu. Mtumishi amewapa namba zake za simu, si ndio? Vuna nafsi. Ukishavuna nafsi, wasiliana naye. Sawa? Umeshindwa kuwasiliana naye, mlete kanisani kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kuanza malezi. Yale malezi ni ya kukaa. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye somo letu. Somo letu la leo tunaenda kujifunza nini? Siri au fumbo lililopo katika nini? Katika picha. Sawa? Picha ni nini? Picha ni taswira, ni mfano. Ni mfano au ni nini? Taswira. Saa nyingine ni kivuli cha uhalisia. Picha ni mfano, ni taswira au kivuli cha nini? Cha uhalisia. Uhalisia ni kile kitu halisi. Inaweza ikawa ni wewe mwanadamu, au inaweza ikawa ni chombo kama gari, nyumba. Sawa? Kwa hiyo ni nini? Ni uhalisia au ni taswira, ni mfano au kivuli cha nini? Cha kitu halisi. Hicho kitu halisi inaweza ikawa ni mwanadamu au chombo chochote kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa picha inaweza ikawa katika mfumo wa kufikirika. Mtu anaweza akatengeneza picha yako katika nini? Katika mawazo, akaivuta ile picha na akaitumia kwenye nini? Kwenye uovu au kwenye mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Picha inaweza ikawa ni katika mfumo unaofanyaje? Unaoshikika. Mtu anaweza akatumia kamera akapiga picha
Sawa, na ile picha ikawekwa kwenye karatasi, ukaiona ikashikika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna mbili ya kupata picha. Kuna namna inayofanyaje, inayoshikika, kwa Kiingereza wanasema tangible. Sawa, tangible ni ile picha ambayo imepigwa na kifaa maalum. Inaweza kuwa ni kamera au imechorwa kwa mkono, lakini inawasilisha taswira au mfano wa kitu fulani, iwe ni mwanadamu au chombo. Sawa, na ikawekwa kwenye karatasi ikashikika, kwamba ile ni picha tumeiona, imechorwa, imewekwa sehemu fulani. Sawa, au isiyoshikika, ambayo ipo kwenye taswira, kwenye maono. Zote hizo nini? Ni picha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza akaivuta picha yako akaingiza kwenye nini? Kwenye maono au kwenye akili yake, kwenye ufahamu wake, kwenye fikra zake, na ile picha yako akaweza kuinyuia. Sawa, ile picha yako akaweza kufanyaje? Kuinyuia. Aidha akainyuia mazuri au akainyuia mabaya. Yote ipo katika uwezo, yategemeana na madhabahu aliyosimama wakati huo yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mchawi au ni mwovu, atainyuia kwenye madhabahu ya kiovu. Jina linawasilisha nini? Picha. Kwa sababu jina linapoitwa, maana yake ile taswira ya yule mtu inafanyaje? Inakuja. Sawa, Sawa. Kwa hiyo kama mtu hawezi akanyuia au hana picha, hana jina, hana picha yako, ile inampa uzuio wa yeye kuweza kukuita kwenye nini? Kwenye taswira au kwenye maono, kwa sababu hakufahamu. Lakini atakapoweza sasa kupata ile picha ambayo inashikika, ya iliyowekwa kwenye karatasi, picha yako sasa, iwe ni ile ambayo imepigwa na kamera au imechorwa, maana yake nini? Ana uwezo wa kuitumia ile na akakufikia wewe kwa aidha mazuri au mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaangalia siri iliyojificha au fumbo lililoko nyuma nini? Ya picha. Namna gani adui anaweza kuachia nini? Uovu kwa kutumia picha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa makini sana na picha zako. Kuwa makini sana na nini? Na picha zako. Angalia katika kitabu cha Ezekieli 8. Ezekieli 8:10. Nasema, basi nikaingia nikaona, na tazama kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao, na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Habari hii ni habari unaipata katika kitabu cha nani? Cha Ezekieli. Ezekieli akiwa katika maono, amechukuliwa, amepelekwa na Mungu katika maficho, eneo la siri ambao wana wa Israeli wanafanya nini? Uovu. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la siri ambako uovu unafanyika kwa viwango vya juu. Tunaambiwa kwamba
kulikuwa na sanamu pamoja na taswira. Biblia inapoongelea taswira inamaanisha nini? Picha. Bwana Yesu asifiwe. Inapoongelea sanamu inamaanisha nini? Picha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiyo taswira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tulivyosema, picha yawezekana ikawa imechorwa na kuwekwa mahali. Kwa hiyo inawezekana pia hata hivyo ikachongwa, lakini bado ni nini? Ni picha. Ukitoka ukaenda kuangalia kwa mfano sanamu labda la baba wa taifa, ile si inaonyesha ni picha yake, si taswira yake. Kwa hiyo inaposema sanamu au taswira, maana yake ni picha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika eneo la siri, Ezekiel alionyeshwa namna gani zile picha zimebandikwa kwenye nini? Kwenye kuta, na zikiachiliwa manyuio ya kiovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo picha yako yawezekana imebandikwa eneo la nini? La madhabahu ya kiovu, na inaachiliwa manyuio ya kiovu, imewekwa ukutani. Bwana Yesu asifiwe. Imewekwa wapi? Ukutani. Picha yako, picha ya familia yako, picha ya ndoa yako, picha ya biashara. Kuna mtu amekuja pale katika eneo lako la biashara au ofisini, akapiga picha ile eneo, anaenda anaibandika ukutani katika eneo la siri, anaachilia manyuio ya nini? Ya kiovu, manyuio mabaya. Anasema hii biashara haitokaa ifanyaje? Ifanikiwe. Atakaa hapa, kila anachofanya kwenye biashara ni hasara, hakuna faida inayofanyaje? Inayoingia, au hatopata faida, ila hatokuwa faida, itakuwa haina nini? Haina maana. Anachukua picha yako ya ndoa, picha ya watoto wako, picha ya familia, picha ya ndugu, ya ukoo, anaenda anaibandika ukutani katika eneo la siri, anaachilia manyuio ya nini? Ya kiovu. Bwana Yesu asifiwe. Anaachilia manyuio ya kiovu na kusema familia hii au ndoa hii haitokaa ifanyaje? Ifanikiwe katika eneo fulani, eneo fulani, eneo fulani. Anatumia picha, kwa sababu ile picha inaachilia nini? Taswira. Na ndivyo katika madhabahu ya kiovu, hasa kwa waganga kienyeji, anapotaka kumpata mtu anatumia nini? Anatumia picha au kitu chochote ambacho kinamwakilisha yule mtu, kitu chochote ambacho nafsi yake inafanyaje? Imeungamanika naye. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja anaachilia manyuio ya kinini? Ya kiovu. Anaachilia nini? Ezekiel anasema, basi nikaingia nikaona, na tazama, kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli. Zimepigwa ukutani pande zote. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana katika nini? Picha. Unapokuwa una picha yako, either unaitoa unaishare, hakikisha picha zako zote zimefanya umeziombea. Eneo lako la biashara umeliombea. Unaweza kwa unazungumza na mtu tu kawaida mtaani au katika eneo mlokutana njiani, barabarani,
eneo la biashara, mnazungumza habari za kawaida, hata ndugu kwa ndugu, lakini akatumia kauli ambayo tayari kwenye ulimwengu wa roho ishaashiria nini? Uovu. Huo umesema kwa kudhamiria, huo umesema kwa kutodhamiria, huo umesema kwa bahati mbaya, lakini kwenye ulimwengu wa roho tayari ishafanyaje? Ishaandikwa kwamba namvutia picha na tuone kama atafanikiwa kwa 1, 2, 3, na tuone kama itatokea, au na tuone yule. Mimi namvutia tu picha, Kwa unaweza kuona kuna kauli za kawaida mitaani, lakini katika ulimwengu wa roho ile sio kauli ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake tayari pale kwenye ulimwengu wa roho anaposema na kuvutia picha, maana yake ile picha tayari imeshakuja. Inapokuja ishabandikwa ukutani, inaanza kuachiliwa nini? Manyuio. Inaanza kuachiliwa manyuio. Lakini leo hizo picha zote zinaenda kuombolewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana Yesu makofi. Picha zote leo zinaenda kuombolewa kwa jina la Yesu. Iwe mtu amekuvutia taswira, amesema na kuvutia picha, iwe ni picha ambayo ipo katika nini? Mlolongo, ipo katika foleni ya kuingia kwenye uovu, au tayari imeshaingia, inaenda kukombolewa kwa jina la Yesu. Popote ambako manyuio ya kiovu yameachiliwa, taswira za kiovu zimenyanyuliwa juu yako kupitia picha, unaenda kukombolewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa picha yoyote ambayo imewekwa katika madhabahu, ikawe ni madhabahu ya kiovu, maana yake inaandikiwa nini? Hukumu. Utajiona kwamba unatembea katika njia ambayo unakutana na magumu, lakini kumbe kuna picha yako imeshawekwa chini ya nini? Chini ya madhabahu ya kiovu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi washasikia habari kwamba mtu anawekwa kwenye chupa? Pale anaweka nini? Anaweka picha. Sio kwamba unachukuliwa kama ulivyo. Picha yako inachukuliwa, inakunjwa, inaweza ikafungwa kamba, sawa, na akanyuia kwamba mtu huyu kuanzia sasa ninamfunga kamba. Mtu huyu kuanzia sasa ninafanyaje? Ninamfunga kamba. Tunaitumia mfano hii. Hii si ndio picha yako? Inachukuliwa, inafungwa nini? Kamba. Inafungwa kamba, sawa, inadumbukizwa kwenye nini? Kwenye chupa. Na ile chupa inafanyaje? Inafungwa. Maanake umefungwa, utazunguka, utazurula, hakuna hatua utakaofanyaje? Utakaopiga. Wewe utakuwa umezungukwa na ile kuta za ile chupa, huwezi kutoka. Miaka itaenda, miaka itarudi, hakuna mafanikio, hakuna hatua ambayo imefanyaje? Umechukua. Anaweza akachukua ile picha akaibandika ukutani, sawa. Baada ya kuibandika ukutani, akachukua sindano akaanza kuichoma, aidha kwenye macho, sawa, kwenye moyo, kwenye tumbo, kwenye miguu, popote. Na akasema, ninapochoma sindano hii kwenye macho ninampofua huyu mtu, ninapomchoma hii sindano kwenye kichwa ninamfanya awe nini? Kichaa.
Ninapomchoma sindano kwenye tumbo, ninafunga uzao wake. Kuna manyuyo ya kiovu. Ninapochoma sindano kwenye mikono yake, ninafunga nini? Biashara na uchumi wake. Chochote, kazi yoyote anayofanya katika kupitia mikono imefanyaje? Imefungwa. Wangapi wanaelewa? Kuna uovu mkubwa sana unaendelea katika madhabahu ya kiovu, katika maeneo ya siri, katika maeneo ya siri. Inachukuliwa picha yako, inafungwa nini? Kinywa. Sawa? Kama mlikuwa mnadaiana, anasema huyu kuanzia sasa hatokaa azungumze, aongee chochote kuhusiana na hili deni. Sawa? Na unakaa kimya, hauzungumzii lolote, ile deni unaacha linafanyaje? Linapita. Watu wamekuja kwako, wamekopa, hawakulipi, na husemi chochote, humfuati, huna udhubutu wa kumfuata, kwa sababu ameshaenda kwenye madhabahu ya kichawi, kwa waganga wa kienyeji, na amepeleka picha, wameichoma sindano kwenye kinywa, wamekufunga kinywa. Wamechoma sindano kwenye macho, wamekupofua. Unaweza ukaona kwamba unaona, lakini kwa habari ya kwamba lile eneo alilotaka wewe upofuke, ufahamu, akili ikapotea katika eneo lile, hauoni. Unatembea katika nini? Katika giza, ila kwenye mwili na nyama unaona, unatembea, lakini kwenye ulimwengu wa roho wewe nani? Ni kipofu. Anakuchoma, anachoma, chukua ile sindano ya kiovu, anachoma kwenye nini? Kwenye tumbo. Shangaa watu hapo kwenye ndoa, miaka nenda rudi, hakuna mtoto. Hakuna nini? Hakuna mtoto. Mtoto akizaliwa miezi miwili mitatu, nini? Anakufa. Anaweza akachukua picha ya familia nzima, wewe, mme, watoto, akaanza kuchoma watoto. Ukashanga kila baada ya muda fulani, wewe kazi yako ni kuzika watoto. Anachukua picha yako wewe na mme wako, picha ya ndoa, anaichoma. Shanga fujo, mikwaruzano, kutokuelewana kila siku. Hakuna kitu mnachofanya kwenye ndoa mpaka ile ndoa inafanyaje? Inasambaratika. Kwa hiyo ni fumbo ya nini? Ya picha, kwa sababu picha imeleta uhalisia, na ule uhalisia umetumiwa katika madhabahu ya kiovu kuweza kufanya nini? Kuachilia manyuyo ya kiovu. Lakini habari njema ni kwamba mafunuo yameshafunuliwa katika madhabahu hii ya Palm Church. Popote ambako adui ametumia picha yako, ambako adui amenyanyua uovu wowote juu ya picha yako, leo hii unaenda kufunguliwa na kukombolewa kwa jina la Yesu. Hakuna uovu utanyanyuka, na chochote ambacho kimenyuiwa kinyume nawe kinaenda kumrudia yule aliyenyuia mara 7 katika jina la Yesu. Amen.